Bana, mambo vipi popote pale ulipo? Ni muda mzuri tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo kama kawaida. Bana, nipe hapa Friji Bov, mzee wa nyeupe nyeusi. Bana, mambo ni mengi sana mjini. Lakini mimi nimeona DJ na hii. Nimeona leo bodi ya ligi na kamati ya saa 72 imeketi na hatimaye wametoa taarifa, kwa maana kwamba mara baada ya kuketi na kubaini matukio kadha kadha katika ligi ya kandanda Tanzania bara. Bana, taarifa tu ni kwamba Simba Sports Club wanaendelea kuumizwa sana na fine ambazo wanatozwa. Ni fine ya pesa nyingi sana. Takuja hapo, lakini kabla ya kwenda kwa Simba, Club Young Africans, mchezaji wao Mudathir Yahya Abbas amefungiwa michezo mitatu. Na faini ya shilingi milioni 1. Mudathir Yahya Abbas anaenda kukosa mechi ya Simba Sports Club ambayo itakuwa ni ya Mei 3. Kwa hiyo Mudathir Yahya Abbas ambaye mpaka sasa tayari amewaka sana kwenye ligi na ameanza kuwa muhimili, anategemewa sana, hatimaye amelimwa adhabu, lakini pia anaenda kukosa michezo mitatu ya muhimu sana, ikiwa pia mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanayanga wanapata pigo, ingawa wana wachezaji wengi sana. Ni kweli wana wachezaji wengi sana, lakini Mudathir Yahya Abbas ana nafasi kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga kutokana na quality yake na namna ambavyo amekuwa akifanya kazi kubwa sana kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Amekuwa bora sana. Tunafahamu ratiba imeshatoka na mechi huenda ikachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa Mei 3 saa 11 jioni. So Mudathir Yahya Abbas kwa upande wa Yanga anakosekana mara baada ya kucheza foul kumpiga mchezaji kiwiko wa timu waliocheza nayo. So huyo ni Mudathir Yahya Abbas. Lakini ukija kwa upande wa Simba Sports Club, kwenye baa nikaona tu mtu kaluka, akaitwa wahudumu, vibe ikaanza, pombe zikamiminika pale, huku na huku ndo naonyeshwa ushindi wa hii gari. Huwa unamuona ndugu yako akifuatilia ligi gani zaidi ya makibashiri, na wewe unakuepo anapobashiri? Yaani huyu huluka yake ni mtu wa kubeti. Kwa hiyo ligi mbalimbali huwa na beti. Naam, sasa unawaambiaje wa Tanzania ambao walikuwa hawaamini kama mambo haya ni makubwa yanafanyika na yanawezekana kutoka PMBet? Kwa kweli mimi mwenyewe nimejionea na nimejiridhisha kabisa. Nilikuwa siamini, lakini kupitia hili na kutokana na vibe tuliyoiona alivyochinda na leo nakuja kumpokelea mimi mwenyewe, mimi sina swali lingine. Draw hii kufanyika kila baada ya wiki 5 na inahusisha michezo yote ya kubashiri inayopatikana kupitia PMBet. Ingia tu pmbet.co.tz ama nyota 149 nyota 23 alama ya redi. Kwa kufanya hivyo unaweza kuweka mikeka yako na wewe ukaingia kwenye draw zetu za kushinda Toyota IST kila baada ya wiki 5. Ukija kwa upande wa Simba Sports Club, Simba bana wamelimwa fine jumla milioni 15. Kwanza wamelimwa faini ya shilingi milioni 10. Milioni 10 hii ni kwa mashabiki wa Simba Sports Club ambao walifanya vurugu, walirusha chupa za maji kwenye mechi kati ya Simba na Azam FC katika dimba la Chamazi Azam Complex pale maeneo ya Chamazi pale Dar es Salaam. Mashabiki wa Simba hawakuridhishwa na maamuzi ya mwamuzi Ahmed Rajiga ambaye hata kwenye kamati leo ya saa 72 mara baada ya kamati kupitia mapitio na kubaini changamoto na makosa kadha wa kadha, huyo mwamuzi aliyosababisha mashabiki wa Simba wakapandwa na ghadhabu, wakapandwa na hasira, wakarusha chupa uwanjani. Mwamuzi huyo pia hajasimamishwa na wala hajafungiwa, lakini pia hata mwamuzi wa pembeni ambaye alikuwa na makosa mengi sana. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wamepelekea hiyo ghadhabu na hasira, na hatimaye Simba wamelimwa faini ya shilingi milioni 10. Sasa milioni 10 ni nyingi sana, na najiuliza maswali. Hizi fedha bodi ya ligi wanazipeleka wapi? Na kwa nini wanafikia kiwango cha juu, kiwango kikubwa sana? My brother and sisters, milioni 10 kwa mashabiki
ni kama vile wanawakomoa hivi, kwa sababu ukiangalia msimu huu tu mpaka kufikia sasa ndio mechi 19 zimechezwa kila timu. Simba Sports Club pekee wamelimwa fine almost karibia milioni 40. Kwa hiyo ukipiga toto unapata kiwango cha milioni 40. Ni pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana. Ni pesa nyingi sana sana. Nyingi sana. Milioni 10, milioni 10, milioni 10, milioni 10. Lakini wakati huo pia mabouncer wa Simba Sports Club mara baada ya kuonekana walipigana na Stewart kama vile walikuwa wanatikisana pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, na wamelimwa faini shilingi milioni 5. Kwa hiyo ukipiga hesabu mnyama amelimwa faini ndefu sana na mzigo umekuwa mrefu sana ambao amelimwa almost milioni 40. Sio mchezo ndani ya msimu mmoja, ndio kwanza hata ligi bado haijatamatika. Kwa hiyo inaonekana kabisa wazi kwamba awamu hii bodi ya ligi na kamati zake wameona sehemu pa kupigia pesa. Sasa kama bodi ya ligi wameona sehemu ya kupigia pesa ni Simba Sports Club, hizo milioni 10. Simba, uongozi wa Simba unapaswa kukaa na mashabiki wao na kutoa tamko, mashabiki waache vurugu, mashabiki waache kurusha chupa. Of course, mashabiki wanaumizwa na matokeo mabaya. Matokeo mabaya yanawaumiza, kuona kwamba kila mechi wanaumia na maamuzi, labda kwa sababu penalti ambao walipaswa kuipata wakupata. Maamuzi amesababisha mashabiki wakapandishwa na jazba. Sasa kama viongozi wanapaswa kuzungumza na mashabiki wao, wawe watulivu, waache kufanya vurugu, kwa sababu mwisho wa siku hizo pesa wanaweza kaona ni pesa ndogo, na pesa zipo, lakini inaharibu pia taswira ya mpira, kwa sababu mashabiki wa Simba ni wamekuwa mashabiki wenye weledi sana, lakini bodi ya ligi kwa sasa kusema kweli hawana mpango nao, na kwa namna ambavyo wanaendelea adhabu inaweza ikapanda zaidi, na kila siku wakaona ndio sehemu pa kupigia pesa, kwa maana wakaongeza mishahara ya wafanyakazi wao, wakalipa watu pesa zao, posho na kila kitu kwa kupitia Simba Sports Club. Wewe niambie klabu gani nyingine ambayo imetozwa fine pesa nyingi kama sio Simba? Simba ndio pekee wamekuwa wakichangia mapato bodi ya ligi. Mzigo mrefu sana wameipeleka pale kwa sababu ya adhabu. Kulikuwa kuna adhabu ya Jonathan Soa milioni 1, kulikuwa kuna adhabu ya Alassane Modokante milioni 1, kulikuwa kuna adhabu ya mchezaji Selemani Mwalimu milioni 1. Hizo tu ni za wachezaji. Piga hesabu zako sasa, jumlisha na hizo za mashabiki. Inakuwa ni mashabiki, wachezaji, mashabiki, wachezaji. Sasa hii inakuaje hii? Make wengine wanakutwa na adhabu tu ya mchezaji kufungiwa na fine labda ya shilingi milioni 1 na vitu kama hivi, lakini Simba wanakutwa na adhabu ya mashabiki. Mashabiki wa Simba wanapaswa kutuliza munkari. Mimi najua hii yote inatokana na kukosa mataji misimu minne. Of course wanaona kabisa kulikuwa kuna haja ya kupata matokeo. Pale Zanzibar wamenyimwa goli halali dhidi ya Azam FC, kwa kuna goli wamenyimwa penalti. Kwa hiyo ukipiga hesabu akiona kwamba waamuzi hawako sawa, ndo jazba zinawapanda, wanaanza kuzua taharuki. Lakini bodi ya ligi wanapaswa kutazama upya hizi fedha ambazo wanalima fine. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba iko kwenye kanuni na iko kwenye taratibu, ni milioni 10 kweli, na hizo milioni 10 zinaenda kufanya kazi gani? Kwa sababu kama ni tuzo za ligi kuu tulitegemea kuona msimu huu uliopita, tungepata kuona tuzo, wachezaji wangepewa tuzo zao, MVP angejulikana, kipa bora, beki bora, kiungo bora, mchezaji bora, lakini pia mfungaji bora. Tungeona hizo tuzo, lakini hizo tuzo hazijaonekana. Lakini kama ni pesa, bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakipata pesa nyingi sana. Sasa unajiuliza maswali, hizo pesa wanazipeleka wapi? Ni sawa, it's okay, lakini hizo pesa wanazipeleka wapi? Na Simba viongozi wakae na mashabiki wao, waache hivi vitu. Hizi pesa ni nyingi, lakini ukiachana na pesa, basi taswira na image ya klabu ya Simba inaharibika kwa sababu ya mashabiki kwa hivi ambao wanavifanya. Waamuzi hajafungiwa. Waamuzi wa mechi ya Simba na Azam fa makosa mengi, hajafungiwa. Waamuzi wengine wanafungiwa. Huyo Arajiga wanamlinda kwa sababu gani? Kwa sababu alifanya makosa, tuliona makosa waziwazi. Then kwa nini wanamlinda? Kwa nini wanamlinda? Ama wamemfungia kimya kimya? Tunataka tuone kwamba naye pia yuko kwenye kinyang'anyiro cha kufungiwa. Wengi wanafanya makosa, like wanafungiwa. Why yeye afungiwe kimya kimya ama asifungiwe? Kwa nini? Tunataka kuona pia kama wengine wamelimwa fine, wamefanya makosa, naye pia anapaswa kuwepo kwenye kitengo hicho, kwa sababu mwisho wa siku makosa yatakuwa yanajirudia yale yale. Na Simba kama atakosa ubingwa, waamuzi watakuwa wamechangia kwa asilimia kubwa sana kuweza kumkosesha Simba ubingwa kwa msimu huu. Bana, michuano ya kombe la muungano inaenda kuanza. Yanga kesho anashuka dhidi ya Mwembe Makumbi, Simba pia anashuka, na tunafahamu Simba Azam
Yanga wote Singida wako kule, na mimi kama Fridbov nitakuwa nakupa updates, na hizi mechi zote zitakuwa ziko live kwenye michuano ya kombe la Muungano hadi pale Aprili 29 ambako itakuwa tamati. Endelea kusubscribe, taarifa zote muhimu utakuwa unazipata hapa. Nikaona tu mtu kaluka, akaitwa wahudumu, vibe ikaanza, pombe zikamiminika pale, huku na huku ndo naonyeshwa ushindi wa hii gari. Huwa unamuona ndugu yako akifuatilia ligi gani zaidi ya makibashiri, na wewe unakuepo anapobashiri? Yaani huyu huluka yake ni mtu wa kubeti. Kwa hiyo ligi mbalimbali huwa na beti. Naam, sasa unawaambiaje Watanzania ambao walikuwa hawaamini kama mambo haya ni makubwa yanafanyika na yanawezekana kutoka PMbet? Kwa kweli mimi mwenyewe nimejionea na nimejiridhisha kabisa. Nilikuwa siamini, lakini kupitia hili na kutokana na vibe tuliyoiona alivyochinda na leo nakuja kumpokelea mimi mwenyewe, mimi sina swali lingine. Draw hii hufanyika kila baada ya wiki 5 na inahusisha michezo yote ya kubashiri inayopatikana kupitia PMbet. Ingia tu pmbet.co.tz ama nyota 149 nyota 23 alama ya redi. Kwa kufanya hivyo unaweza kuweka mikeka yako na wewe ukaingia kwenye draw zetu za kushinda Toyota IST kila baada ya wiki 5.